السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر. الحمد لله. Tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtumia sala na salamu Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tukiwa katika darasa letu la kila usiku wa kuamkia Jumamosi ambao ni Lailatu As-Sabt. Kwa lugha zetu ni usiku wa Ijumaa, lakini sahihi katika takwimu yetu ya Kiislamu ni Lailatu Sabt, ni usiku wa kuamkia Jumamosi. Darasa letu tumeeleza wiki iliyopita tukakamilisha furudhul wudhu, viungo ambavyo ni lazima kuoshwa katika alwudhu, na tukasema alwudhu imekuja katika Qur'an al-Karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Aya hii imekusanya furudhul wudhu, zile nguzo sita za alwudhu zinazoelezwa na wanazuoni wa fiqh ya madhhabi ya Imam Shafi'i. Na jana tumekwisha kumaliza wiki iliyopita kueleza katika nguzo za alwudhu ya mwisho ni kuosha miguu yako ila al-ka'bayn, na tukasema al-ka'b katika lugha ya Kiarabu ni huu mfupa unaopatikana baada ya nyayo za mguu ambao ni ka'bayn. Utakuja kuona mfupa wenyewe unadhihiri upande wa kulia na kushoto, kwa hivyo mguu mmoja una ka'bayn, na maana utakuwa na mifupa inayotajwa hapa. Kiswahili wanasema panya ya mguu, Kiswahili wanasema hivyo, ni panya ya mguu. Mashaallah. Kwa hivyo si panya yule tunasumbuana naye jikoni, ni panya kwa maana sehemu katika mguu wako. Tukasema japo kuwa tumekamilisha kueleza furudhul wudhu, wasomi wengi huzungumza baada ya kuosha miguu wakaeleza masala ambao ni muhimu sana leo, ambayo ni mashu ala al-khuffayn. Sisi tunaoishi katika ulimwengu wa dijitali ama ulimwengu huu wa kisasa, na huu ni mpasuko unaopatikana baina ya umma kati ya umma na wanawazuoni. Kwa hivyo upokeaji wa elimu haipo tena kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Upokeaji wa elimu walikuwa wakiketi watu wakisoma mbele ya wasomi, lakini sasa mambo yamebadilika. Upokeaji wa elimu tunapokea katika mitandao, na hii ni imani. Na kama walivyokuwa wakizungumza wanazuoni wakisema al-ilmu hadha din, hii elimu ni dini. Fandhuru mimman ta'khudhuna, angalieni sana mwachukua dini yenu kwa nani. Si yeyote atakayedhihiri katika kompyuta au katika simu
au katika TV wewe tayari ushamuita shekhe. Yani masala hakikatan, what are the qualification of sheikh? Mtu mpaka kuwa shekhe, kuna qualification gani anayetekana awe nazo mpaka awe shekhe? Ni maswali ambayo sisi katika umma tunaoishi leo, umma wa dijitali au umma wa alamati saa, tumeonjwa na mtihani huu. Leo mimi ninapokuwa mgonjwa, ugonjwa wowote ule, iwe nina tatizo katika sikio langu, nitatafuta specialist wa sikio, na haitoshi tu, lazima niulize watu mwasemaje, tu experience, ni daktari gani ambaye kwamba amebobea katika kutibu sikio. Iwe ni daktari wa moyo, iwe ni daktari wa pressure, iwe ni daktari wa chochote kile kinachohusiana na mwili wangu. Mwili wangu sio toy itakwenda kupelekwa kwa mtu ambaye kwamba anaitwa daktari, aende aguseguse kisha amalize mambo yake. Na leo tuna watu ambao tunawaita madaktari bandia. Hawa si madaktari kwa kuwa ni madaktari wamesoma yakasomeka, ni kuwa ni madaktari wamekwenda kutefua, kufanya bahth, research kupitia digital. Kwa leo wewe unajiita pilot lakini hujakwenda shule, umechukua Google, Mr. Google ama Sheikh Google, anajua kila kitu, akakuonyesha namna ya kunyenyua ndege na khalas, unajiita pilot. Katika ulimwengu wa kikazi hawakuruhusu. Na lao utajiita pilot na hauna stakabadhi za kuonyesha kweli wewe umesomea, kwa nini uhatarishe maisha ya watu kwa kunyenyua ndege ambao kwamba wewe haujaisomea, hauna ijaza? Ijaza ni ruksa. Yule mwalimu ambaye kwamba amekufuatilia akasema yes, huyu sasa yuko sawa, ana some certain hours, amenyenyuka, amekadha kadha, ni stages. Kwa nini dini yetu sisi tunapeana kiholela? Anayedhihiri katika TV tayari ndio shekhe wako. Dini is not about perception. Dini sio maana ya muonekano. Dini ni imani yangu, dini ni akhera yangu, dini ni Uislamu wangu, dini ni janna yangu, dini ni Qur'ani yangu. Yani ikiwa wewe period yako ya maisha it's only 40, 50, 60, 70 years katika huu ulimwengu, na unapanga mipango yako, si yoyote anaweza kuingilia maisha yako, kwa nini suala lako la dini wampa yoyote? Basi hii ni dini yetu, wakitueleza wasomi, innal ilma dinu, elimu ni dini. Fandhuru mimman takhudhuna, angalieni mwachukua dini kwa nani. Kwa hivyo leo katika matatizo ambayo kwamba tuko nayo na yaweza kuhatarisha hata katika ibada zetu, ni sisi yeyote anayedhihiri huwa atachukua maneno yake. Shekhe fulani alotokea katika TV, kwa hivyo wewe unazungumza perceptions. Shekhe anayekuja msikitini, kuna shekhe nilimwona katika TV, kwa hivyo akija katika TV ni qualified shekhe, lakini msikitini, msikiti bwana, shekhe wa TV na shekhe wa msikitini, wewe utamfuata nani? Kwa hivyo imekuwa ni kama politics, ni maisha ya illusion, sio hakika. Na ndio katika alama za kiyama bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema, la yatiyanna ala nnasi zaman, watapitiwa watu na zama katika alama min alamati saa, yukadhabu fihi sadiq wa yusaddaqu fihi alkadhib. Mambo yatabadilika, wakweli wataitwa waongo, waongo wataitwa wakweli. Ni kwa sababu ya perception. Mimi nikitengeneza perception yangu khalas, na umma wakaona perception iliyoko khalas, batini yangu hakuna anayejua. Nimedhihiri pap, nimekwenda kutwali, nimefanya practice, nimeweka record zangu 2-3 ziko katika YouTube khalas. Jamaa nimeshare, nimeuza pengine kupitia social media yangu, nimepata mashallah followers. Wewe shekhe, wewe how many followers do you have?
hauna hata mafollowers 20, yule mwingine ana followers 5 million, anaelekea 10 million, ina maana ndo shekhe kweli? It's all about perception. Dini yetu tusipokee kwa maana ya perception. Dini yetu la budda min at-tadqiq, lazima tuhakikisha tuchukue elimu yetu kutoka kwa nani. Kwa mada yangu leo, na ndio wasomi wengi katika fiqhi wanapozungumza suala la alwudhu, wakikamilisha suala la ghaslu arrijlain ila alka'bain, kuosha miguu miwili mpaka katika panya mbili za miguu, hutaja suala la mashu alkhuffain, na wengine hutaja baada ya tayammum au katika suala la kutayammam, na sisi tumeona tutaje katika mashu alkhuffain, kwa sababu mashu alkhuffain ni badalan an ghasli rijlain. Hii khuffain ni nini? Je, ni socks? Na kama ni socks, zilikuwepo zama za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam? Ni maswali lazima tuulize ili kuweza kufahamu uhalisia wa jambo. Ni nini khuffain? Sisi tunafuta soksi ambazo twazivaa leo. Je, soksi hizi zilikuweko katika zama za Bwana Mtume Muhammad? Nini kinachopendelewa kwa maana mashul khuffain? Kwa sababu almu'min daima, mu'min wa kikweli katika ibada yake ana ihtiyat, hafanyi mambo kiholela, anafanya baada ya tadqiq. Hilo ni swali nitakuuliza baadaye, jaribu kupiga fikra ili tutafika katika suala la taarifi ya al-khuffain. Katika suala la mashu ala al-khuffain, kwanza wanazuoni wanatuambia hii ni katika khususia li hadhihi al-umma, ni katika vitu speciali za ummatu Muhammad alayhi salatu wasallam. Tulisema alwudhu, kitendo hichi cha alwudhu kilikuwepo katika mitume waliokuwa kabla ya Uislamu, lakini kile ambacho kwamba hakikuwepo ni isbagh alwudhu au ghurran muhajjalin. Tumetaja sisi wa mtu anapokuwa anatawadha, kutawadha kulivyokuwa kwa kisawasawa, kwa isbagh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kesho siku ya Kiyama watakuwa wanaitwa ghurr almuhajjal, yani watakuwa wanang'ara, au ummatu Muhammad utakuwa unaonekana kwa kung'ara kwao kutokamana na alwudhu. Ingawa udhu ilikuwepo, lakini kuna masail mfano kama mashu ala alkhuffain, hili ni suala halikuweko katika umma zilizotangulia, ni khasa li hadhihi al-umma. Hata suala la at-tayammum ni suala khas li hadhihi al-umma. Kwa nini khuffain? Khuffain wanazuona natuambia ni rukhsa. Rukhsa maana yake ni kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa permission, umepewa permission ya kuifanya, ni rukhsa. Sikuwa pengine ni dharura umekuwa nayo, lakini ni rukhsa, umepewa rukhsa katika ummatu Muhammad, imma fi saif, wakati wa joto, au fi shita, wakati wa baridi, lirijali wan nisai, wanaume na wanawake, sawa mtu ni mgonjwa sawa si mgonjwa, ni rukhsa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta halihi umma. Na kama anavyotaja al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake al-Majmu', anatueleza Sayyidina al-Imam Sayyidina al-Hasan al-Basri, moja katika tabi'in, asema nimepokea hadithi ya al-khuffain kwa watu 70, yani masahaba 70, na maana ni habari mutawatir, haikuja katika Qur'ani, lakini anavyozungumza Hasan al-Basri kama alivyosimulia suala hili Sayyidina al-Imam an-Nawawi, na al-Imam an-Nawawi ni katika mabingwa na wanazuoni wa umma huu, na ni katika wenye kutegemewa katika madhhabi ya al-Imam Shafi. Kwa hivyo asimulia akisema an Hasan al-Basri kuwa yeye amepokea hadithi ya al-khuffain kwa masahaba 70. Kwa maana ni jambo ambalo kwamba ni daraja ya mutawatir. Kwa wale wanaosoma mustalahu al-hadith
tafahamu lugha hii kwa uzuri. Na miongoni mwa hadithi ambazo zimepokewa ni hadithi hii, rawa al-Imamu Muslim ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, amepokea al-Imamu Muslim kusimulia kutoka kwa sahaba bwana Muhammad Sayyidina Abu Hurairah annahu tawadha, Sayyidina Abu Hurairah alitawadha, ghasala wajha, meosha uso wake, fa asbagha alwudhu'a, akatawadha vizuri, maji yakamiminika sawa sawa katika uso wake. Thumma ghasala yadihi alyumna, thumma ghasala yadahu alyumna, akaosha mkono wake wa kulia, hata ashraa fil add. Hapa nilikuwa nionyeshe namna ya kutawadha, lakini hatujapata bahati mpaka sasa kupata screen, lakini haya ni masala muhimu sana. Tumeonyesha sisi hadhi ya uso ni upi, lakini hadithi hii pia yatuonyesha. Abu Huraira nasema alionekana akatawadha, alipotawadha asbagha alwudhu'a, uso wote ukamiminika maji kama tulivyoeleza wiki iliyopita. Thumma ghasala yadahu alyumna, kaanza na mkono wa kulia, hata ashraa fil add, yani ila almirfaqain, hi elbow. Lakini hakufika tu katika mirfaqain, alipandisha maji yale yakafika mpaka katika al-add, hakuiosha yote. Add sijui tulisema ni nini sisi katika lugha ya Kiswahili, lakini huu mkono ambao kwamba unajulikana mara nyingi ndio tuonyesha nguvu zetu, hii inaitwa al-add katika lugha ya Kiarabu. Hata ashraa fil addi, mpaka akaanza kuosha addi yake. Na maana ili utoke katika mipaka ya al-mirfaq au mirfaqain, unatakana uoshe sehemu katika addi yako, ndio udhu wako katika mkono ukamiliki. Thumma ghasala yadahu yusra, akaosha mkono wake wa kushoto hivyo hivyo, hata ashraa fil add, mpaka akafika anaanza kuosha addi yake. Hivi ndivyo inavyopokewa kutoka kwa Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hata ashraa ila. Thumma masaa ra'sahu, kisha akafuta sehemu katika kichwa chake. Hapa sisi madhhab ya al-Imam Shafi'i, wamsahu biruusikum, ile baa katika lugha ya Kiarabu ni tab'idh, kwa hivyo shay'an waweza kugusa mahali popote kwenye kichwa chako. Lakini baadhi ya wanazuoni kama al-Imamu Malik haiswihi mpaka ufute kichwa chako kizima, na ndio kwetu sisi katika madhhabi ya Imamu Shafi'i ni sunna kufuta kichwa chako kizima, khurujan anil khilaf, ili usiingie katika khilafu ya wanazuoni wale walioona ukigusa kichwa bado haijatimu. Madhhab ya Imamu Abu Hanifa wanasema rubu ras, japo robo ya kichwa chako, na robo wenyewe wanasema pengine ni kiganja chako hichi, at least umeosha, at least mkono wako umeweka kwenye kichwa chako. Madhhab nyingine kama Imamu Ahmad ibn Hanbal anasema thuluth ya kichwa. Kwa hivyo wale ambao kwamba wako na takhfif katika suala hili ni madhhab ya al-Imamu Shafi'i, na wametafsiri maana ya alba biruusikum bimaana ba'd ra'sikum, ni baya tabi'i, sehemu yoyote, na ba'd ni sehemu yoyote katika kichwa chako. Lakini ikiwa utaifanya kwa maana ya sunna ukafuta kichwa chako fala bas. Madhhab yetu ya madhhab ya Imam Shafi'i. Abu Huraira akaendelea kufanya zoezi la kutawadha baada ya kufuta kichwa chake. Thumma ghasala rijlahu al-yumna, kisha akaosha mguu wake wa kulia, hatta ashraa fi saq. Sisi tunaambiwa wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ka'b tumesema ni zile mifupa miwili inayodhihiri katika mguu baada ya nyayo. Ukiosha zile peke yake, haukupanda juu yake, udhu wako haiko sawa, kwa sababu ila al-ka'bayn ina maana zile mbili lazima zipate maji, na haziwezi kupata maji ya ukamilifu mpaka uanze kuosha asaq. Na ndio mmoja Sayyidina Abu Huraira anavyoelezwa hapa, aelezwa hata ashraa fi saq, akaanza kuosha mundi,
akaanza kuosha sehemu yake hii ya juu baada ya al-Ka'bayn ili udhu wake uwe sawa. Baada ya hapo Sayyidina Abu Huraira alipomaliza, thumma qala, akasema Sayyidina Abu Huraira, hakadha raaitu Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatawadda, hivi ndivyo nilivyomuona Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anatawadha. Kwa hivyo wudhu wa Bwana Mtume Muhammad, tumeona masahaba vile walivyokuwa wakitafsiri alivyokuwa kitawadha. Na wewe ili udhu wako ukamilike, la budda min hadha, tutafute mashekhe ambao kwamba wana sanad almuttasil, wana transmission chain ya ilmu yao, shekhe lake ila shekhe ila sahaba wa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa hakadha, ili kuweza kuhifadhi dini yetu na kuhifadhi mahali ambapo sisi tunachukua elimu yetu. Kwa hivyo baada ya kuosha mguu kama tulivyotaja, ndio wanawazuoni hutaja suala la al-khuffain. Ni nini al-khuffain? Watueleza wanawachuoni, yajuzu mashu shay'in min dhahiri a'la al-khalq min dhahiri a'la al-khuff badalan min ghasli ar-rijlain. Yajuz, yafaa, yani inapita mara nyingi kufuta sehemu, japo sehemu chache, ala dhahiri al-khuff, na khuf ina dhahir na ina batin. Dhahir ni juu yake, na juu inaozungumzwa hapa ni juu ya hapa, si juu kwa upande wa chini ambao kwamba fardhi yake ni kufuta hapa juu yake. Tutakuja kueleza namna tulivyopokea kutoka kwa wasomi wetu, na ndio hapo utakuja kumuona Sayyidina Ali, sahaba wa Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam, asema lau kana din birrai, lau dini ingelikuwa ichukuliwa kwa rai, kwa fikra ya mtu, basi tungetoa rai yetu kufuta chini, kwa sababu wewe watembea na hofu chini, ndio kupata uchafu. Kwa hivyo wewe futa chini, lakini dini sio kwa rai, dini ni kwa atalaqi, ni mapokezi. Tumemuona Mtume Muhammad akifanya. Kwa hivyo hivi Mtume Muhammad ametuonyesha fardhi yake ni mashu dhahir al-khuff badalan anil ghasli rijl. Hii inakuwa ni badali ya kuosha mguu wako, lakini kwa masharti. Ile khuf ina masharti yake. Sharti ya kwanza, an yalbasa ala taharatin kamilatin. Kwanza ile khuf uwe umeivaa juu ya tahara kamili. Nini ya maana tahara kamili? Ina maana umekamilisha kuosha miguu yako. Lao mtu ataosha mguu wake wa kulia akavaa al-khuf kabla kuosha mguu wa kushoto, haijapita. Ni lazima kupatikane at-tahara al-kamila, tahara iliyokamilika, bimaana ushaosha tayari mguu wako wa kulia na umeosha mguu wako wa kushoto, ndio unaruhusiwa kuvaa al-khuf. Lakini umeosha mguu wako wa kulia ukaona wacha nipige khufu yangu, kisha ukaosha mguu wa kushoto ukapiga khufu yako, bado haujavaa ala taharati al-kamil. Hii ya kushoto umeivaa ala taharati al-kamil, ama ya kulia umeivaa ala ghairi taharati al-kamil. Kwa hivyo hii ni sharti ya kwanza wanaoieleza wanaozuoni, kwa unapovaa zile al-khuffain iwe umezivaa ala taharatin kamila, uwe umevaa katika tahara iliyokamilika. Sharti ya pili, an yakuna qawiyan yumkinu mutaba'ata almashi bihi lilhaja. Na hapa ndio kwenye msingi, zile khuffain lazima ziwe ni qawiyain, ni strong. Yumkinu tatabu almashi, yawezekana ukatembea nazo katika haja.
Hapa ndo kwenye mushkila. Je, sisi tunavaa socks kwa kuwa tunatumia socks kutembea nazo, ama twavaa viatu katika kutumia kutembea nayo? Unajua, mara nyingine hizi hadithi lilasaf zaweza zikaja na muradafa, zikawa zinafanana na lugha tunaotumia hivi sasa. Kuna baadhi za hadithi zimetaja jawrab, na jawrab kwa tafsiri yetu ya sasa ya Kiarabu tunaoishi leo katika ulimwengu wa kisasa ni socks. Lakini kabla haujaamua kuwa ni socks, kuna maswali lazima wewe ujiulize. Socks hii ndio socks hiyo walioitumia masahaba na Mtume Muhammad? Mfano, Qur'ani imetueleza jina la asayara. Kisa cha Sayyidina Yusuf alayhi salam kumetajwa asayara. Nini tafsiri ya sayara katika lugha tunaoishi leo? Ni gari. Sayyidina Yusuf zama zake gari gani, model gani ilokuweko? Kwa hivyo lazima urudi katika asli ya walokuwa wakitumia ili uweze kufahamu maana. Na ndio wanazuoni wa fiqhi, kwa sababu walijua lugha inaweza ikawa na tatawur, lugha ina develop, lugha inakuwa kulingana na watu wanavyoishi sehemu ile, wakawa wanatupa tafsiri ya maana yaliyokuwa wakati huo. Kwa hivyo wanasema qawiyain au qawiyan, lazima ile khuf iwe ina nguvu, yumkinu mutaba'at almashi bihi lilhaja, unaweza kutembea nayo lilhaja. Na hapa wanazuoni natueleza ikiwa almusafir ameruhusiwa kuvaa alkhuffain kwa mchana au siku tatu, usiku na mchana tatu, yani na maana itakuwa ni 72 hours. 72 hours walipokuwa wao ni musafirun, wamepanda mafarasi, wako katika mapori, wako katika desert, wako katika majangwa, walikuwa wanatembelea hizi al-khuffain kwa kadri ya siku tatu, na hazichaniki, hazikatiki katiki. Soksi zetu haziwezi kuwa katika maana inayoelezwa. Hii ni sharti ya pili, na madhhab ya al-Imamu Malik wamekuwa very clear. Al-Imamu Malik wamesema qawiyan, na iwe ni masnu' min aljild. Madhhab ya Imam Malik wanasema lazima iwe ni ngozi. Katika madhhab ya al-Imam Abu Hanifa, madhhab ya al-Imam Shafi'i, madhhab ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kidogo wakawa sio lazima iwe ni ngozi, lakini lazima ipate sifa ya alqawi, lazima iwe ni strong. Unaweza kutembelea nao ala al-aqali siku tatu. Yani unaweza kutembelea within 72 hours, ukatembelea na isichaniki. Ikichanika haifai, na soksi zetu huwezi kutumia katika namna hii. Sharti ya tatu wanasema wa ayakuna mani'an linufudhi alma'i, iwe zile alkhuf haziwezi kupitisha maji lau zitamwagiwa maji. Sasa soksi zetu sisi zinanyonya maji haswa. Ukitembea mahali pako wet, tayari ishachukua maji, ishapeleka ndani, kwa maana socks haiko ndani. Kwa hivyo ile khuf hata kama itafanana na maana ya socks, lakini khuf iliyokuwa wakati ule tumeelezwa iwe katika sifa hii tulioieleza. Kwa hivyo ziwe kama tulivyofahamu kwa mara ya kwanza, ametuambia azivae katika tahara iliyokamilika, na alkhuf ziwe zina nguvu, naweza kutembelea nazo. Wa an yakuna mani'an linufudhi alma, na zizuie kupitisha maji. Hapa wasomi wametafsiri kuwa ile khuf huwa inashonwa, kwa hivyo kupitisha maji lau itapitisha katika sehemu za kushonwa la ba'sa bihi, yani kwa sababu kuna sehemu imeshonwa ni kama iko wazi fulani, ikiwa itapitisha maji kulingana na ule mshono uliokuwa umeshona la ba'sa. Lakini ikiwa itapitisha maji kwa kuwa yenyewe inaweza kupitisha maji,
haifai. Hapa pia wakazungumzwa wanazuoni katika masharti yake ya 4, wa ayakuna tahiran, iwe ile khuf unaotembelea nayo iwe ni tahir. Ikiwa ni ngozi na tahir, tumeeleza katika mlango wa tahara, iwe ni kitu cha tahara, ni safi kulingana na sheria. Nguzo ya 5 wanasema wa ayakuna satiran limahali alghasli min ghairi limahali alghasli, iwe zile khofu utakapozivaa ziwe zimestiri mahala pa udhu. Kwa kama hizi zangu mimi nilizovaa hazifai, hata kama min jild, kwa sababu hazijastiri ma alka'bain. Kwa hivyo lazima zistiri alka'bain, zipite juu yake kidogo. Kwa hivyo an yakuna satiran li mahali alghusl. Sharti ya 6 wanasema wa alla yahsula bilabisihi hadathun akbar, yule atakayevaa asipatwe na alhadathul akbar. Hadathul akbar ni jambo ambalo linamlazimisha yeye lazima aoge. Akipatwa na jambo ambalo kwamba lazima aoge, kwa hivyo wewe mashu ala alkhuffain ni katika alwudhu peke yake, si katika alghusl. Kwa hivyo ikilazimika mimi lazima nioge, lazima nitazivua zile khuffain, nianze tena upya baada ya alwudhu. Kisha nasema sharti ya 7, wa an la yadhhara shay'un min mukhil alfard, isidhihiri chochote katika sehemu za faradhi, yani isitiri sehemu, na lau pengine zip, manake zile khuffain huwa zina zip, lau ile zip itafunguka ionekane sehemu ya faradhi, tayari ishabatilika ile alkhuf yenyewe. Au mtu pengine ameketi mahali imemvuka, wengine wanafanya socks, wengine wanafanya ni raba, ikimvuka khalas. Kwa hivyo isidhihiri sehemu yake ya faradhi. Jamil. Katika sharti nyingine wanaoeleza, nitaeleza haya masharti kwa haraka biidhnillah. Wa alla tanhalla alura, tumesema inashonwa, kwa hivyo ina sehemu inaunganishwa vizuri, ule uzi umeshonwa kuunganisha ile ngozi, kama walivyoeleza madhhabi ya Imam Malik. Ile ngozi iloshonwa, lau uzi wake utafunguka, hata kama haikudhihiri sehemu katika mguu, ile alkhuf haifai tena. Hapa nisikizeni vizuri, khuf iwe ina nguvu, unaweza kutembelea nayo. Khuf iwe ni satir, imestiri sehemu ya faradhi ya alwudhu katika mguu, na khuf vile vile iwe ni tahir, ni tahara, ni kutokamana na jambo ambalo kwamba ni tahara. Kisha khuf iwe ni mani'an, iwe inazuia maji kupenya ndani, na tukasema kupenya ndani tukapewa ruhusa na sheria, lau maji yatapita katika njia au barabara za nyusi, sheria imemsamehe yule bwana. Lakini kama ule uzi utafunguka, umeona tayari hufu yangu uzi mmoja umekatika, ile hufu haifai kutumia hata kama haionyeshi sehemu ya faradhi ya alwudhu. Kwa hivyo kwa lugha fupi ni kuwa socks tunazozitumia sisi haziingii katika taarifu ya alkhuf katika fiqhi zote, la madhhab Imam Shafi'i, la al-Malik, la Hanbali, la Hanafi. Hakuna madhhab hata mmoja katika Ahlus Sunnati wal Jamaa wakatutafsiria kuwa socks tunazozitumia hivi sasa tunaweza tukafuta niabatan anil khuf. Ndio maana tumesema tuchukue elimu kwa watu ambao kwamba ni thika. Sisi tunaharibu dini yetu. Watu wamekuwa wavivu, wanafika wakati wa kutawadha pale hataki kufungua soksi yake, sijui soksi yake ni aina gani, osha miguu hataki. Basi kama unataka kutumia hofu, nenda kanunue hofu iliyoelezwa na sheria.
Kinachokuzuia wewe ni nini? Tafuta ndugu zetu wa tabligh hapa, waambie nitafutie khuf, vaa khuf. Kwa nini uingie katika mushkila? Kuna kauli kama tulivyozungumza, baadhi za mastars tunawaita sisi, tunaita stars, mashekhe ambao kwamba ni kama actors. Kwa hivyo wanazungumza na shawishi watu, na wewe kwa sababu umeona kwenye social media, shekhe fulani nimemsikia katika social media anasema socks inakubalika. Tumeona tafsiri ya wanazuoni katika kueleza al-khuf, tabir ndefu, ili kuweza kuhifadhi dini yetu na sala zetu katika Uislamu. Tuweni makini sana, tusiharibu dini yetu na ibada zetu kwa sababu ya hawa tunawaita pengine ma-actors. Mashekhe ma-actors ni wengi sana katika ulimwengu wa sasa. Chukua ilmu kwa mtu ambaye kwamba ni thiqa, anayeaminika, amesoma, elimu yake ni sanad almuttasil, abun yatalaqa an abihi wa hakadha, fayalaka min aba kiramin wa ajdadin, ili tusiingie katika matatizo mengi. Na nilikuwa napenda sana niendeleze darasa langu katika sunanul wudhu, kwa sababu alwudhu ina furudh, ina vitu ambavyo kwamba lazima uzifanye. Alwudhu ina sunan, ina sunna nyingi sana. Wametaja wanawazuoni kuwa sunna za udhu, baadhi wametaja ni 66 sunnas. Wewe unapotawadha pale tu kuna sunna 66. Na al-Imamu Ibn Hajar ametaja 40. Ibn Hajar al-Haytami ametaja sunna za udhu 40. Na sunna ni muhimu kwa sababu sunna yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tariku, mwenye kufanya anapewa thawabu na yule ambaye kwamba hakufanya hapewi chochote. Kwa hivyo ni vyema wewe unapokwenda kutawadha uweze kujumuisha hizi sunna. Na katika darasa tulilopita jana, wiki iliyopita, tulitaja vitu viwili. An-niyya, nia ni katika nguzo za alwudhu, lakini tumesema inda ghasli alwajhi, wakati unapoanza kuosha uso wako mahala popote utie nia ya alwudhu. Lakini tuna sunna kabla ya kuosha nguzo ya kwanza ya udhu, tunakuosha viganja, kuna kusukutua, kuna kupandisha maji puani. Zote ni sunna hizi. Ili upate fadhila na thawabu za sunna, tia nia ya sunna kabla ya faradhi. Kwa hivyo nawaitu sunnatal wudhu, hizi ni katika sunna zake. Na katika madhhabi ya Imam Shafi'i, albasmala, bismillahir rahmanir rahim, ni katika sunna za alwudhu, tofauti na madhhabi ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Madhhabi ya Imam Ahmad ibn Hanbal, bismillahir rahmanir rahim ni katika arkanul wudhu. Ni wewe kama kusema bismillahir rahmanir rahim kulingana na madhhabi ya Imam Ahmad ibn Hanbal, wewe udhu wako ni batil, haujatia nia, haujatia bismillahir rahmanir rahim. Lakini katika madhhabi ya Imam Shafi'i, bismillah ni katika sunna za nini? Za alwudhu. Kupiga mswaki, acha nifanye practice kwa dakika moja. Mswaki kwanza, wanavyoeleza wanazuoni, isizidi zaidi ya dhiraa moja, daraja hivi tulivyopima. Mswaki wako usipite hapa, na mswaki wako kama umepita umeshuka sana, usiwe mdogo kiasi cha kidole chako cha sababa. Kuna mwingine anachukua kijiti kidogo hivi anapiga, si sunna, isipite chini ya hicho kidole. Okay? Na ikiwa ni ndefu isipite zaidi ya hapa. Na namna ya kushika mswaki, wanazuoni walivyopokea, mswaki washikwa hivi, kidole kidogo unaekelea mswaki hivi, vidole vitatu vashika juu, halafu cha gumba cha kuwa karibu na kichwa cha nini? Cha mswaki wako. Unapoanza kupiga mswaki, unaanza kulia, na maana meno zako unazigawanya mara mbili, kuna kulia ya juu na kuna kulia ya chini. Hizi ni katika sunna za alwudhu. Kwa hivyo una ya juu unakwenda, ukishamaliza unashuka ya chini unakwenda, kisha narudi kushoto. Hiyo shamaliza kupiga mswaki wako wa sunna, na ni sunna
ikiwa haukuisugua sana, yale maji uliokuwa umeyatumia katika mswaki wako meza, ni sunna. Na hapa matabibu wanazungumza, wanasema kwa sababu yule anayemeza yale inamsaidia katika mambo kadhaa. Jambo la kwanza, hili nimeona ni muhimu nilitaje kwa sababu ni masala yametatiza wengi. Jambo la kwanza ni kuwa inaondosha maradhi ya bawasili. Bawasili wanasema ni mishipa yanayokuja katika sehemu ya uchi wa nyuma ambao kwamba unamsumbua sana mwanadamu, pana nyingine akatokwa na damu. Bawasili Kiswahili wanasema. Kwa hivyo yule anayetumia ule mswaki wake hakutumia sana, yani amefanya vile nilivyokuonyesha, nitekano ya meze yale, anasaidia na yana fadhila zake nyingi sana. Tutatosheka na haya machache. Wiki inayofuatia biidhnillahi taala tutataja kiasi katika sunna za alwudhu na tutataja makruhati alwudhu, kisha tutataza nawaqidhu alwudhu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal afwa.